Asante Bwana, maana umetukuka sana. Naweza ukawa unamshangilia Bwana kwa makofi, maana ni wewe Mungu umetukuka sana. Asante kwa neema yako Jehova, pokea sifa na heshima. Thank you Jesus. Ni wema wako Baba, sio kwamba ninajua sana, sio kwamba ninaweza sana kuliko wale Baba, ni kwa sababu ya wema wako ninasimama tena mbele zako Baba wakati kama huu. Mungu wangu, naomba ukanitumie. Najua upo, umekuwa nami siku zote, umenitumia siku zote Baba. Kwa wema wako nitumie tena sana na majira kama haya. Niko mbele zako Mungu wangu Baba, ninainama chini yako Baba, sifa zako zikatuguse mahali hapa. Mimi nashuka, wewe uinuliwe. Yote yanayofanyika mahali hapa Baba ni kwa wema wako. Sifa na utukufu Baba vikurudie wewe. Asante Baba kwa wema wako Baba, hakutukustahili Baba, kwako tumestahili. Ndio Baba, ndio Bwana. Baba, tunyeshea mvua ya baraka. Wengine Baba tulikuwa mifupa mikavu, kwako tumestahili Baba, kwako tumestahili Masia. Baba, nasema asante kwa wema wako. Nasimama kinyume Baba na nguvu za maovu ibilisi zikapata kushindwa na zikamea kwa jina la Yesu, zisichukua nafasi kwenye ibada ya leo Baba. Naomba haya yote nikiamini ya kuwa umesikia Baba. Ibada hii naweka mikononi mwako Bwana, naomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu aliye hai. Wote tuseme amina. Haleluya, haleluya, haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shalom wana wa Mungu. Amen. Ndio Bwana, 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 ndio, 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 ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa faida ya wageni, naitwa Michael, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Haleluya. Naomba nisaidie kumwambia mwenzako ni wakati wa neno. Ni wakati wa neno. Mwambie leo tunahubiri yote. Leo tunahubiri. Amesemaje? Samekubali kama amekubali tayari ameweka nadhiri mbele za Mungu. Kwa hiyo ukimwona anasinzia katika ibada, hata kama ukimfinya sio dhambi kwa Mungu, manake amekwambia tunahubiri wote. Ukimwona ana chat, mfinye. Ukimwona anaongea, anaanzisha vikao vingine ambavyo viko nje ya ibada, mfinye. Ameshakwambia tunahubiri wote. Bwana asifiwe. Leo tutajifunza kitu kinachoitwa kutembea kwa imani. Bwana asifiwe. Somo letu linasema kutembea kwa imani. Mtu mmoja ataniuliza kutembea ni nini? Mwingine atasema imani ni nini? Mwingine ataniambia kutembea kwa imani ni nini? Tunaanza na kutembea. Kutembea ni kitendo cha kusonga mbele, hatua moja kwenda nyingine. Hapa ninapofanya hivi natembea. Ndio maana kutembea. Mwingine ataniuliza imani ni nini? Imani ni uhakika wa mambo yanayotarajiwa na uthibitisho wa mambo yasiyoonekana. Imani, uhakika wa mambo yanayotarajiwa na ni uthibitisho wa mambo yasiyoonekana. Kutembea ni kitendo cha kusonga mbele hatua moja kwenda nyingine. Na nini maana sasa ya kutembea kwa imani? Kutembea kwa imani
ni kuishi maisha yanayoongozwa na kumtegemea Mungu. Kutembea kwa imani ni kuishi maisha yanayoongozwa na kumtegemea Mungu, badala ya kutegemea mambo unayoweza kuyaona au kuyathibitisha kwa macho. Ni kuishi maisha ya kuongozwa na kumtegemea Mungu, badala ya kutegemea mambo unayoweza kuyaona au kuyathibitisha kwa macho. Haleluya. Naomba tuangalie andiko kutoka katika kitabu cha Mathayo 14 mstari wa 25 mpaka wa 32. Mathayo 14 25 mpaka 32. Nitasoma kama ilivyoandika. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipoona upepo, akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake, akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? 32. Nao walipopanda chomboni, upepo ulikoma. Haleluya kanisa.